Utajiri uliojificha kwenye mali zisizoshikika, yani intangible assets. Ukisikia tajiri fulani ana mali nyingi sana, moja kwa moja utawaza tajiri huyu atakuwa na magari, majumba, viwanja na hoteli nyingi za kisasa. Ni kweli hizi ni mali za maana sana, lakini mali zote hizi zipo kwenye kundi moja tu ambalo linaitwa kundi la mali zinazoshikika, yani tangible assets. Hizi ni mali zinazoshikika na zinaonekana kwa macho ya kawaida kabisa. Kuna kundi jingine, kundi ambalo ndilo kundi linalowatajirisha watu wachache ambao wanazifahamu mali hizi. Matajiri na watu ambao wanategemea kuwa matajiri siku moja, baada ya kugundua siri iliyopo kwenye hili kundi la pili, wamekeza zaidi pesa zao maeneo haya. Mali hizi zinaitwa mali zisizoshikika, yani intangible assets. Mali zisizoshikika ni mali ambazo hazionekani kwa macho ya kawaida, lakini zina thamani kubwa sana ambayo humuingizia fedha nyingi sana mmiliki kila baada ya muda fulani. Mali zisizoshikika ni kama ifuatavyo: hisa za kampuni, yani company shares; hati fungani za serikali, yani treasury bonds; logo na majina ya kibiashara, hasa yale ambayo yamesajiliwa kisheria na kufahamika; formula za utengenezaji wa bidhaa; nyimbo kwa wanamuziki zilizosajiliwa na anazomiliki wanamuziki kwa majina yake binafsi; vitabu na nakala laini, yani tunaita e-books. Pia kuna mobile apps, mawazo ya kipekee ya kibiashara yaliyoandaliwa kitaalamu kwa mfumo wa business plan na kusajiliwa hakimiliki, yani tunaita copyright business plan; kufungua masoko mtandaoni, tunaita e-marketing. Ndipo utajiri ulipojificha. Hizo ni biashara na miradi ambayo haionekani kwa macho ya kawaida, ila ndipo hela nyingi zipo. Faida kubwa na ya kipekee ya mali zisizoshikika ni kwamba ukishazitengeneza tu ile mara ya kwanza inatosha kabisa. Zenyewe zitaendelea kuingizia fedha endelevu mpaka siku utakayotangulia mbele ya haki, na hasa baada ya kutangulia mbele za haki, ndugu zako wataendelea kuingiza fedha kupitia hizi mali ambazo hazishikiki. Kimzungumzia bwana Michael Jackson, Bob Marley, Lucky Dube na wanamuziki wengine waliotangulia mbele za haki. Mpaka leo hii mwaka 2024, nyimbo zao zilizotungwa zaidi ya miaka 40 iliyopita zinaendelea kuwaingizia fedha nyingi ndugu zao ambao bado wako hai mpaka sasa. Kampuni zilizo kwa mfumo wa hisa kama Nike, Adidas, Sony na nyingine kama hizo zilianzishwa zaidi ya miaka 100 iliyopita, lakini mpaka leo hii ndugu na warithi wa founders wa hizo kampuni wanaendelea kuingiza fedha nyingi sana kupitia mali hii isiyoshikika. Tunazungumzia pia Alibaba, Amazon, ni mali zilizoshikika kwa mfumo wa e-marketing, yani masoko mtandaoni. Tangible assets hii imewafanya Jack Ma, Jeff Bezos na washiriki wenzao kwa matajiri wakubwa sana. Tukimzungumzia Benjamin Fernandez, Tanzania mwenzetu, huyu amegundua hii fursa kubwa, kaanzisha intangible assets yake ya Nala Money. Anaingiza fedha kila unapofanya muamala ya kimataifa na ndani ya nchi kupitia app yake, na tayari ameshapata uwekezaji mkubwa kupitia Nala Money wa zaidi ya bilioni 20 fedha za Tanzania. Atazidi kupokea fedha ndefu zaidi kwa sababu utajiri uliopo huku ni endelevu na utajiri wake ni wa milele. Siri hizi wanazo wachache sana na ndio wanaotajirika kimya kimya. Wekeza zaidi fedha zako kwenye intangible assets, utakuja siku moja kushukuru. Mimi Lamek Daniel, boss of Kigai Online TV. Nikushukuru kwa muda wako, nikushukuru kwa kila kitu, nikushukuru kwa familia ya Kigai Online TV. Pamoja tunaweza.